Sasa tukiwa pale, alianza kuongea mapambo yote yanahusu wanaume na wanawake. Alianza mapambo, alianzia kichwani mpaka miguu. Alikuwa anaeleza na namna mtu atakavyoteseka kuzimu. Akasema kwamba watu ambao, akasema nataka nikuambie wale watu ambao watakufa hawajaacha mapambo hapo duniani. Kumbuka tulikuwa chini, ambao watakufa hawajaacha mapambo ya uzuri, watakavyoteseka kuzimu. Akaanza kueleza mapambo na namna ya mateso watakavyoteseka. Alizungumza mapambo mengi sana ya uzuri kwa wanawake na kwa wanaume. Sasa nitaomba nieleze mapambo ya uzuri ni yapi kwa sehemu. Namba 1, kunyoa denge ama wengine wanasema panki. Zamani tulikuwa tunaita panki ama denge. Kunyoa denge, Biblia inakataza, Mungu anakataza wanawake kwa wanaume. Mtu haruhusiwi kunyoa denge. Kama unapunguza nywele, punguza nywele zilingane, ila zisiwe zimenyolewa denge. Ziko denge za aina mbalimbali, mwingine ananyoa halafu anaweka na mtindo, mwingine anaweka na wei, mwingine nimesikia kuna denge za kuweka ngazi, zote ananyoa kama ngazi hivi nywele. Ziko nyingine wananyoa anakata hapa, anakata hapa, anakata na hapa, alafu mwingine anaziacha zinakuwa ndefu. Hapana, mtu aliyeokoka tunatakiwa kunyoa nywele shefu, nywele zilingane, yani zote zilingane usawa. Hiyo ndio kunyoa kwa mtu aliyeokoka. Tunaweza kuangalia Mambo ya Walawi sura ya 19 mstari wa 27. Biblia inaandika hivi, msinyoe denge. Imeanza tu kwa kusema msinyoe denge. Kwa sisi ni uzao wa Kristo, tumenunuliwa kwa damu ya Yesu, tusinyoe denge. Ndio. Lakini pia anaendeleza hapo. Amesema kunyoa denge namba 1, lakini pia kuchonga pembe za vichwa. Vichwa kuna pembe hizi hapa. Kuna watu wamezaliwa na Mungu, wamechongwa natural. Ni Mungu wamezalika tayari, Mungu ameshawachonga hivi. Sasa tusichonge pembe za vichwa. Kuna wengine wana nywele mfano kama zangu ambazo hazijachongwa, yani ziko nywele ambazo zimetangulia. Kila mtu ana